tajiri kaburi, mnyang'anyi kaburi, ni tajiri kaburi, ni mnyang'anyi kaburi. Kaburi ni tajiri kaburi, mnyang'anyi, ni tajiri kaburi, mnyang'anyi kaburi. Dunia haina huruma. Dunia ndani yake imebeba kifo. Ndani ya maisha haya tunazaliwa bila kujua tulikotoka. Tunaishi, tunajenga matumaini na ndoto, lakini mwisho wake tunakufa bila kujua saa wala dakika yake. Kifo ni siri ya Muumba wa mbingu na dunia, siri ambayo hakuna mwanadamu aliyepewa mamlaka ya kuzuia, kujua wala kuiongezea muda. Kifo haigongi hodi, haitoi taarifa, wala haisubiri mipango yetu ikamilike. Kifo huja kimya kimya. Ukimya wake unaumiza zaidi kuliko maneno. Ndipo tunatambua kuwa maisha ni mkopo na kila pumzi ni neema ya muda mfupi tuliobarikiwa na Mwenyezi Mungu. Kupitia simulizi hii leo nakupa simulizi ya Mwadhama Polycarp Cardinal Pengo. Historia fupi ya maisha yake aliyowahi kuishi hapa duniani. Mwadhama Polycarp Cardinal Pengo alizaliwa mnamo Agosti 5 mwaka 1944 katika kijiji cha Mwanzie, wilaya Kalambo, mkoani Rukwa. Tangu akiwa kijana alionyesha wito wa kiroho, jambo lililompelekea kujiunga na seminari ya Segerea alikosoma kuanzia kidato cha kwanza hadi kidato cha 6 mwaka 1959 hadi mwaka 1964. Baada ya kufaulu vizuri kidato cha 6, Mwadhama Polycarp Cardinal Pengo aliendelea na malezi ya kipadre katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Kipalapala, Tabora, ambapo mwaka 1968 alihitimu shahada ya kwanza ya falsafa na mwaka 1971 akahitimu shahada ya pili ya utaliamungu theolojia. Mnamo Juni 20, 1971 Mwadhama Polycarp Cardinal Pengo alipokea daraja takatifu la upadre kwa kuwekwa mikono na Askofu Charles Msakila wa Jimbo Katoliki Karema, hivi sasa Jimbo Katoliki Sumbawanga. Baada ya kupadrishwa, Mwadhama Polycarp Cardinal Pengo alihudumu kama katibu wa askofu kwa miaka 2 kabla ya kutumwa masomoni Roma katika chuo kikuu cha kipapa cha Lateran, ambako mwaka 1977 alipata shahada ya juu zaidi, shahada ya uzamivu PhD katika theolojia ya maadili. Licha ya kuwa msomi wa kiwango cha juu, Mwadhama Polycarp Cardinal Pengo hakuwahi kujiita dokta, kwa sababu katika miongozo ya Kanisa Katoliki kipaumbele hutolewa kwa vyeo vya kiroho kuliko vyeo vya kitaaluma ya maisha, kwa kuzingatia mafundisho ya unyenyekevu. Mwadhama Polycarp Cardinal Pengo aliporudi Tanzania alifundisha katika seminari ya Kipalapala na baadaye akawa Kambera rekta wa kwanza wa seminari kuu ya Segerea hadi mwaka 1983. Mnamo Novemba 11, 1983, Mwadhama Polycarp Cardinal Pengo
aliteuliwa kuwa askofu wa Nachingwea, leo hii jimbo Katoliki Lindi, na kuwekwa wakfu mnamo Januari 6, 1984 katika Basilika Kuu ya Mtakatifu Petro, Vatican, kwa mikono ya Papa John Paulo wa pili, jambo lililomfanya kuwa miongoni mwa maaskofu wachache wa Tanzania waliowekwa wakfu na Papa mwenyewe. Mwaka 1986 Mwadhamu Polycarp Kardinal Pengo aliteuliwa kuwa askofu wa jimbo jipya la Tunduru Masasi mnamo Januari 22 mwaka 1990, mwaka ambao Papa John Paulo wa pili alitembelea Tanzania kwa mara ya kwanza. Huo mwaka Mwadhamu Polycarp Kardinal Pengo akawa askofu mwandamizi wa jimbo kuu la Dar es Salaam, na mnamo Julai 22 mwaka 1992 akawa askofu mkuu baada ya kustaafu kwa Kardinal Laurian Rugambwa. Tangu kuongoza jimbo la Dar es Salaam, Mwadhamu Polycarp Kardinal Pengo alikuwa na maono makuu ya kimaendeleo kuhakikisha jimbo linafikia parokia 100 ili kuwafikia waumini kwa karibu zaidi na kuongeza huduma za kiuchungaji na kuimarisha miundombinu ya kanisa. Chini ya uongozi wake, Mwadhamu Polycarp Kardinal Pengo, parokia za jimbo la Dar es Salaam ziliongezeka kutoka parokia 30 hadi takriban parokia 114 alipostaafu mwaka 2019, na hii ilikuwa ni msingi wa kuundwa kwa majimbo mapya yaliyochukua sehemu ya eneo la jimbo la Dar es Salaam. Majimbo hayo ni jimbo la Mahenge mwaka 1964, jimbo la Zanzibar mwaka 1964 na jimbo la Bagamoyo mwaka 2025. Mnamo Februari 21, 1998, Mwadhamu Polycarp Kardinal Pengo aliteuliwa kuwa kardinali na kukabidhiwa parokia ya Nostra Signora della Salette huko Roma. Katika utaratibu wa kanisa, neno kardinali huwekwa katikati ya majina yake. Ndiyo maana mpaka alipofariki anaitwa Polycarp Kardinal Pengo. Jina Polycarp linatoka na asili ya lugha ya Kigiriki Polycarpos, likimaanisha tajiri kwa matunda au mzao mwingi. Kihistoria, jina hili linahusiana na Mtakatifu Polycarp wa Smyrna, askofu wa mwanzo wa kanisa aliyejulikana kwa imani thabiti, ujasiri na matendo mema. Kikanisa, jina hili linatolewa kwa mtoto wakati wa ubatizo kwa ishara ya matokeo mema ya kiroho yanayotarajiwa, lakini maisha ya mtu mwenyewe ndiyo yanayomfanya jina litimize maana yake. Akiwa kardinali, Mwadhamu Polycarp Kardinal Pengo alishiriki katika mikutano ya siri conclave iliyomchagua Papa Benedict wa 16 mwaka 2005 na Papa Francis wa kwanza mwaka 2013, na mwaka 2007 alichaguliwa kuwa rais wa Baraza la Maaskofu Afrika na Madagascar SECAM hadi mwaka 2009. Baada ya miaka 48 ya upadre na miaka 36 ya uaskofu, ambapo kati ya hiyo miaka 29 alitumikia jimbo kuu la Dar es Salaam,
Mwadhamu Kardinal Polycarp Pengo aliomba kustaafu mnamo Agosti 15, 2019 ambapo alimtumia barua Papa Francis wa kwanza, na Papa Francis alikubali ombi lake la kustaafu alipofikisha umri wa miaka 75. Katika historia ya makardinali Tanzania, Mwadhamu Polycarp Kardinal Pengo yeye ni kardinali wa pili kutoka Tanzania, akitanguliwa na mtangulizi wake Kardinal Laurian Rugambwa. Katika taratibu za Kanisa Katoliki, makardinali wengi huzikwa katika kanisa kuu, lakini hii imekuwa tofauti kwa Kardinali Polycarp Kardinal Pengo ambaye alichagua kuzikwa katika kanisa la Hija Pugu. Alitamani kupumzika karibu na wamisionari wa mwanzo na katika eneo alilolitumikia zaidi kwa muda mrefu. Mwadhamu Polycarp Kardinal Pengo katika maisha yake yote alijazwa na huruma, maono na mshikamano wa dhati kwa kanisa na watu wake. Alijulikana kwa kukuza parokia, kuanzisha majimbo mapya, msimamo thabiti katika masuala ya maadili na uongozi wa kanisa. Mwadhamu Polycarp Kardinal Pengo ana urithi wake wa uongozi, elimu, unyenyekevu na utumishi wa dhati kwa Mungu na binadamu. Mwadhamu Polycarp Kardinal Pengo ana urithi wa kipekee. Urithi wake wa kweli katika maisha aliyoishi hapa duniani. Alikuwa na urithi wa kweli wa kiuongozi, elimu, unyenyekevu na utumishi wa dhati kwa Mungu na binadamu. Mwadhamu Polycarp Kardinal Pengo alifariki dunia Februari 19 mwaka 2026 akiwa na miaka 81 na atazikwa katika kanisa la Hija Pugu ambalo alilichagua mwenyewe kipindi cha uhai wake, akizingatiwa kwa heshima kubwa na familia, marafiki na wale wote walioguswa na maisha yake hapa duniani. Mwadhamu Polycarp Kardinal Pengo ameacha pengo kubwa sana kwa kanisa, jamii na taifa lote kwa ujumla. Yeye ni kama somo la uongozi wa dhati, unyenyekevu na huduma isiyo na ubinafsi. Utume wake unatufundisha kuenzi maadili, kushirikiana na kuwatumikia wengine kwa moyo wa dhati na wa kweli. Hakika tumepoteza shujaa. Tumuombee kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu amlaze Mwadhamu Polycarp Kardinal Pengo mahali pema peponi. Amina.